Leo mimi hapa nataka kuongea kuhusu biashara na kujiamini. Katika biashara yako ukijiamini, yani malengo yako yatimia rahisi sana kuliko ule mtu mwingine ambaye afanya biashara afa jiamini. Kuna kisa, kulikuwa na wavuvi. Wavuvi walikwenda zao baharini wakavua. Kulikuwa na wavuvi 4. Wawili wapandwa huku, wawili wapandwa huku. Yaani wawili wameshirikiana na wawili wengine wameshirikiana. Sasa kati ya zile nyavu ambazo wavulia, so wajua nyavu ni tofauti. Sasa hao wengine walikuwa na ile nyavu ile ya kushika samaki wadogo wadogo na wakubwa. Na hao wengine walikuwa na hii nyavu ya kushika samaki wakubwa peke yake. Hao kuvua samaki wakubwa walishika samaki 10 peke yake. Kila kujaribu bahati bado haingiliani. Wakasema bana, hii ndio riziki yetu bana. Mungu ashatujalia, hatuwezi kulazimisha. Na hao walioshika samaki wadogo wadogo wengi walipata samaki wengi, lakini waliwaganya katika mafungu pia 10. Wakajadiliana, hawa samaki sisi tuwauze 200. Wakakubaliana vizuri kabla tuke pale baharini unaendeza huko kwenda kuuza, maana huku baharini so wajua tena asubuhi kishapita wateja wao kushuka tena huwa nadra sana. Wakabidi wapande huko juu, na wale waliovua samaki 10 wale wakubwa wakabidi pia wapande huko juu ende wakauze samaki wao. Wale wenye samaki wadogo wadogo wakiulizwa bei pesa ngapi? Samaki fungu 200. Fungu 200. Ule mwingine lakini tunaweza kufanyia 150. Mteja yanunua 150, lakini hapo kwenye 150 pia kuna wateja wengine walalamika 150 nyingi, atupunguzie. Wakiketi lakini tutapoteza wateja. Basi tupe 100 wauza. Na hawa wenye samaki 10 wakubwa walienda na msimamo na kujiamini hivyo hivyo. Samaki mmoja pesa ngapi? 300. Kama utaki acha. Wakafika. Walizunguka kule cha kuzunguka, lakini mwisho wa siku wale samaki wote walienda. Na samaki walikuwa 10 walienda kwa 300. Sasa jiulize walipata pesa ngapi? 3,000. Na wale wenye samaki wengi wadogo wadogo walikuwa target yao ni 200. Wengine wakauza 150, wengine wakauza 100. Lile lengo lao halikutimia yale matarajio yao kwa sababu hawakujiamini. Na hao ambao waliuza samaki 300 walikuwa na msimamo katika biashara yao, walifikiza yale malengo yao, pesa wakagawanya na wengine wakajiwekea akiba. Sasa huu ni mfano tu. Wewe yoyote ambaye afanya biashara, katika hiyo biashara yako lazima ujiamini kwanza na kile kitu ambacho wafanya. Na uwe na msimamo wako. Ukiwa na msimamo wako tu huwezi kuyumba, na hakuna siku ambayo biashara yako itakuja tafifia. Sio mtu ankuja hapo akwambia bana hii bidhaa yako siji 200, mimi siwezi kuchukua na 200, 150. Yaani mteja yukupangia wewe ile kile kiwango ambacho anacho yeye ndio anunue bidhaa yako. Hapo utafeli my friend. Sasa hapo ni ukifanya biashara uwe na msimamo na kujiamini, utafika mbali. Hao ndo mambo ya dunia. Karibu.